Tunakuja tena. Mwili wako ni hekalu la Bwana. Leo naona mtu anavuta bangi, anatumia madawa kulevya. Mtu kama huyu anayevuta bangi, anatumia madawa kulevya, amekosa neno la Mungu. Kwa hiyo anahitaji kuhubiriwa neno la Mungu, aokoke, ampokee Yesu. Unapookoka na kumpokea Yesu na kufanya maombi, ukisoma neno la Mungu, ili neno la Mungu litakuokoa, litaondoa hizo bangi ndani yako na utaacha kwa jina la Yesu. Leo mtu anakunywa, ni mlevi mpaka anajikojolea. Sijui kama unanielewa. Yaani kuna mtu ni mlevi kupindukia mpaka anajikojolea. Hii ni kwa sababu usome neno la Mungu. Lakini ukiwa unasoma neno la Mungu, litaondoa hiyo kiu ya ulevi ndani yako. Uwezi ukafanya ulevi. Leo watu wasome neno la Mungu, ndio maana wameabukia, wafanyi kazi, ni wavivu, wengine wanafanya wizi, ujambazi, wanatoa rushwa. Lakini ukiwa unasoma neno la Mungu na unafanya maombi, ili neno la Mungu litakusaidia kwenye maisha yako, litakuokoa kwenye wizi na ujambazi. Lakini kama una neno la Mungu, ili kusoma neno la Mungu lakini ndani yako una huzuni, hauna amani, ili neno la Mungu litakupa amani. Kama umeonewa, wamekuonea kesi, ili neno la Mungu litakushindia kwenye kesi yako. Kwa neno la Mungu ni utajiri tosha, ni package tosha. Kwa jifunze kusoma neno la Mungu, fanya maombi. Kwa neno la Mungu ni utajiri tosha kwenye maisha yako. Soma neno la Mungu, Yesu akusaidie, na ufanye maombi na uokoke, umpokee Yesu. Acha dhambi, jitahidi umshike Yesu na utafanikiwa kwenye maisha yako. Mungu akubariki. Sasa tuingie kwenye maombi. Andaa moyo wako kwa ajili ya kwenda kuomba.